Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu, kiongozi na wazee wangu, mjumbe wa baraza la ulama la Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, lakini pia vile vile ni naibu kadhi, wazee wangu wa hapa Dodoma wakiongozwa na Sheikh Ismail na wengine maimamu na walimu. Kama nilivyokwisha kuanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chake na kipenzi chetu mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nimepewa nafasi na heshima ya kusimama mbele yenu kuzungumza kwa uchache sana, kisha kumkaribisha mzee wetu aweze kusema nasi. Heshima niliyopewa ni ya kueleza kwa ufupi juu ya jambo hili kubwa ambalo tumelipatia nafasi kushuhudia siku ya leo, ya Mheshimiwa Mufti Daktari Abubakar bin Zubair bin Ali kumteua kwa heshima kubwa mzee wetu Alhaj Ismail, ambaye ni hapa maarufu ni mlezi wetu, na sisi watu wa hapa Dodoma tuna mengi tunayoweza kuyazungumza kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya Alhaji Ismail kwa ajili moja ya dini yetu, lakini mbili ni ya jamii nzima. Kazi chombo hiki cha msikiti ni chombo kikubwa sana, na sisi sote tunaathirika kwa kufanya ibada mahala hapa kwa utulivu, kwa salama na amani. Tunapoingia na kutoka kila siku, kila mara, kila Ijumaa na kila wakati tunapopata nafasi, nyuma yake ni kwamba wako watu wanafanya kazi kubwa sana. Kwa macho ya kawaida hii kazi wanaoifanya wengine hatuioni. Ni kwamba tunaingia, tunakuta msikiti ni msafi, mabusati yamependeza, mafeni yanapepea, taa zinawaka, vyoo visafi, maji yanatiririka. Ili nyuma ya jambo hilo, na baadaye khatibu anasimama na maimamu wanaswalisha, wako watu waliofanya au wanaofanya kazi kubwa inayotufanya na sisi tuingie mahala kwa usalama, kwa amani na kwa usafi. Na watu hao wa muktadha wa hapa Dodoma katika msikiti huu wa Nunge, ikiwa tutaamua kuwataja, hatuwezi kuacha kumtaja mzee wetu Alhaji Ismail bin Daud. Anafanya kazi kubwa na Mwenyezi Mungu amsitiri na kumhifadhi. Kwa muktadha huo ndio maana mzee wetu, shekhe wetu na mufti wetu Daktari Abubakar bin Zubair bin Ali akaamua kumtunuku na kumteua mzee huyu, kumpa nafasi ya kuwa mshauri wake. Na hii ni heshima kubwa kwanza kwetu sisi waumini wa msikiti huu Masjid Nunge maarufu Masjid Sunni wal Jamaa,
Ni heshima kubwa sana kupata yeye mzee wetu. Maana yake tumepata sisi sote katika waumini wa msikiti huu. Tumswalie Bwana Mtume. Maana yake mufti ana misikiti mingi sana na ina wazee wengi sana nchi nzima, nchi yenye mikoa zaidi ya 25 na wilaya zaidi ya 100. Iko misikiti mingapi? Iko mingi sana na ina wazee wengi sana. Lakini imeonekana msikiti wa Nunge ambao kwa uwakilishi umemtoa shekhe wetu, mzee wetu Alhaji Ismail, kwamba yeye aingie kuwa ni mshauri miongoni mwa washauri wa Mheshimiwa Mufti. Basi tumshukuru sana Mheshimiwa Mufti pia kwa kutuona. Maana hizi nafasi hutolewa si kwa sababu ya usomi au si kwa sababu ya uzuri wako, rangi yako, kimo chako. Mtoaji huamua yeye kwa vigezo alivyonavyo yeye. Ni sawa na mimi Abdalla Ulega, mbunge wa Mkuranga, wetu panaitwa Mkamba. Kwa watu wanaotumia njia ya Kilwa Road, kuna mahali unafika panaitwa Kimanzi Chana, unaingia ndani huko. Unalima mihogo na mananasi na korosho. Siku hizi na ufuta. Unapewa nafasi miongoni mwa watu wengi sana. Wewe unakabidhiwa jukumu ukasimamie madaraja, mabarabara ya nchi nzima. Upewi kwa sababu ya elimu yako ama kimo chako ama wewe uko hivi ama vile na vishindo kadha wa kadha. La. Mtoaji anatoa kwa sababu za kwake yeye mwenyewe. Haulizwi na mtu wala haojiwi na mtu na wala halazimishwi na mtu. Kwa hivyo unapewa, ni yeye ndiye anayekupa. Kwa hivyo usijifaharishe ukajiona kwamba nimepewa kwa sababu mimi ni hivi, mimi ni vile, mimi. La. Anaweza kumpa yeyote katika wengi alionao. Tumswalie Mtume Muhammad. Kwa hivyo na Mufti amemtunuku mzee wetu kwa vigezo yeye anavyovijua yeye mwenyewe. Sisi tunamjua mzee Ismail. Hizo sababu tunazozijua sisi na zingine ndizo zilizomfanya Mheshimiwa Mufti ampe nafasi hii. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Mufti Sheikh Ali Geruko, tufikishie ujumbe. Najua wazee hapa watatoa salamu za shukrani. Mimi si kimo changu katika waumini wa msikiti huu kutoa salamu za shukrani, lakini nimepewa nafasi ya kusema kidogo, basi natanguliza kutoa hiyo shukrani. Lakini mbili, tunamshukuru sana Mheshimiwa Mufti anavyofanya. Anaiunganisha jamii ya Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu. Bwana Mufti huyu, hii kuitwa mufti na shekhe mkuu kwa upande wa Waislamu ni sawa, lakini jamii anayoifanyia kazi ni ya Watanzania wote. Wako wasiokuwa Waislamu wanakwenda kwa mufti, anazungumza nao na anawatatulia yaliyokuwa magumu kati yao. Kwa hivyo tunamshukuru sana kwa kutuunganisha na kuifanya jamii ya Watanzania iishi kwa umoja, kwa amani na kwa upendo. Na hii ndio kazi anayoifanya Mufti. Imeagizwa na mwenyewe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ikatajwa kwamba yeye ni rahmatan lil alamin. Au sivyo jamani? Maana yake ni rehma kwa viumbe wote. Sikwambia wanadamu, viumbe wote. Una nini wote wao Bwana Mtume Muhammad aliyokuja nayo
mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mufti anaifanya kazi nzuri ya kuiunganisha jamii ya Watanzania, jamii kwa mafunzo na maelekezo haya mazuri yanayopatikana katika dunia. Basi mimi nisiwe mrefusha, na nitoe pongezi kwa utaratibu huu mzuri unaofanywa na viongozi wetu wa dini kuwatambua watu wakubwa wanaofanya kazi kubwa, na hili linakuwa ni mfano ulio bora hata kwa sisi watoto wenu na vijana wenu tunaokuja, kwamba ukiishi vizuri katika jamii, jamii itatambua kazi yako kubwa na nzuri unayoifanya. Kwa hivyo na sisi tunatupa chagizo la kujitoa kufanya vyema sana katika jamii, ili kusudi jamii ikutambue. Hata ukikaa masiku machache katika dunia, watu wajue athari chanya ya wewe katika yale mazuri unayoyafanya katika kwa uchache wako huo. Wala si jambo la utajiri. Waswahili wanasema kutoa ni moyo na si utajiri. Kulikoni umekaa masiku mengi sana duniani alafu huna athari hata kiduchu ya watu kukukumbuka, na ikiwa watakukumbuka wanakukumbuka kwa mabalaa. Mwenyezi Mungu atuepushe sisi kukumbukwa katika mabalaa, na tukaribishie tukumbukwe katika kheri. Baada ya kusema haya, nimepewa kazi pia vile vile ya kumuinua mzee wangu Sheikh Ali Ngeruko. Huyu nikimuinua nasikia raha. Watu wanaweza sasa, waziri imekwaje? Ili si jukwaa langu mimi, ili jukwaa lina wenyewe. Akija katika majukwaa mengine kule mzee anaweza sipate fursa hiyo, lakini kwa jukwaa hili ninayo haki ya kumuinua, na uzuri yeye nipiga kura wangu pia vile vile. Baba yangu mpiga kura wangu, alhamdulillah rabbil alamin, mlezi wangu na mwalimu wangu. Kwa hivyo Sheikh, karibu sana useme na sisi waumini wa msikiti huu wa Nunge kwa haya ambayo kwamba nimekwisha kuyatanguliza kuyasema.